Nabii Yona alikuwa mtumishi wa Mungu. Nabii Yona alikuwa mkombozi wa Mungu ambaye alikwenda kukomboa mji wa Mungu ambao ulikuwa umepotea. Na hao watu ambao Yona alikuwa nao wangeweza kupata neno nzuri kutoka kwake, lakini kile kitu ambacho kilitokea ni kwa sababu Nabii Yona aligeuka makusudi ya Mungu na kuenda tofauti na jinsi Mungu alivyomwelekeza aweze kufanya, na ndio maana Mungu akamgeuka na kuadhibu hao watu pamoja na yeye, kisha mwisho wa siku akatupa kwenye bahari, na kisha samaki kammeza. Baada ya siku 3 ndipo akaweza tena kutemwa nje na samaki, ndipo Nabii Yona akaweza kuelekea sehemu ambayo alipokuwa akitumwa na Mungu. Hii ina maana ya kwamba kitu ambacho Mungu amepanga katika maisha yako ni lazima yatimie. Kama Mungu amepanga kwa maisha yako utabarikiwa, ni lazima ubarikiwe. Adui hawezi kukupinga wala adui hawezi kuzuia. Kama Mungu amepanga katika maisha yako utakuwa na ndoa iliyo salama, ni lazima iweze kutimia. Kama Mungu amepanga katika maisha yako ni lazima utaweza kumiliki gari, ni lazima utaweza kumiliki vyumba, ni lazima utaweza kufanya mambo makubwa zaidi, ni lazima yaweze kutimia. Adui ana mamlaka na uwezo kuweza kuteka nyara nafsi yako ili kuweza kutoka kwa njia ya Mungu. Njia ambayo Mungu amekuweka ni lazima uweze kuitumia jinsi Mungu amekuweka. Kitu inatakiwa uweze kufanya unapoona mambo kama hayo yametokea, ndiposa mambo ya Mungu ambaye ameweza kuweka mbele yaweze kutimia, yasizuilike. Unapopitia katika changamoto fulani, iwe ndoa yako, iwe ni boma yako, iwe ni chochote ambacho unaweza kupitia katika kuhusiana na wewe mwenyewe, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu, ninakushukuru kitu ya kwanza kwa kunipa macho na kuenda mbele ningeanguka kwa janga. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilinda na kuniprotect na kunijali. Na hivyo wakati unavyoshukuru Mungu, na hapo ndipo utaweza kupata mafanikio. Kama ni mpenzi aliyokuacha ama kama ni ndoa iliyovunjika, utaweza kupata ndoa iliyo sahihi ambayo Mungu aliweka kwa sababu yako. Kama ni mali yako ambayo imeweza kupotea kama jinsi Nabii Ayubu ilivyopotea, mshukuru Mungu kwa sababu Nabii Ayubu alimshukuru Mungu. Nabii Yona pia wakati alipotumwa na kuweza kugairi mambo ya Mungu na Mungu kuweza kumwadhibu, alishukuru Mungu. Akiwa tumboni mwa samaki baada kwa siku 3 alimshukuru Mungu. Tumboni mwa samaki ilikuwa giza kinene zaidi, lakini Nabii Yona alimshukuru Mungu. Na jinsi alivyomshukuru Mungu na kumwambia Mungu, hakika nitaenda mahali uliponituma, nitafanya mambo ambayo umeahidi niweze kuyafanya, nenda kukomboa mji wako. Na kweli Nabii Yona alipofika huko, alipotumwa akaweza kukomboa huo mji, na Mungu akaweza kupokea mioyo mingi zaidi kutumia Nabii Yona. Hayo ni makubwa. Kupokea mioyo ni kama utajiri, na hiyo ndiyo ambayo inaweza katika maisha yako, ni mfano katika maisha yako. Biblia unapoisoma, Biblia inazungumzia maisha yako halisi. Unapoisoma Biblia unaigeuza na kuiweka katika maisha yako. Usisome Biblia kama storybook. Nabii Yona alifanya akafanya hadi yote uweze kuisoma na uache hivyo. Hapana, jiweke kwa mstari ya Nabii Yona, jisome.